Zubeda, umepatwa na nini rafiki yangu? Hapana, hivyo sio vitu vya kawaida. Ni nani aliyekufanyia hivyo? Sawa, tuli kwa mwenye mkuu haraka. Chungu. Unajua rafiki yangu Mutwale, kadri siku zinavyozidi kwenda nazidi kupatwa na hofu ndani ya moyo wangu. Kwa nini unasema hivi? Juu ya vita inayoendelea kati ya Champo, mwenye mkuu na Binyangemba. Kwa maana sijajua nani mkweli. Kadri siku zinavyozidi kwenda wanazidi kuvurugana. Kila mtu yupo upande wake, anataka kujiaminisha yeye ni mkweli kwa watu. Kinyalile kinyalile oh kinyalile 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 oh kinyalile kinyalile oh kinyalile kinyalile mama oh mama kinyalile oh kinyalile kinyalile oh kinyalile 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 mama we mama kinyalile we mama kinyalile kinyalile mama kinyalile 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 mama kinyalile 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 Naomba nikwambie kitu kimoja. Siku zote mambo ya Ngoswe anastahili kuachiwa Ngoswe, na ukimfuatilia bata huwezi kumla. Naomba nikwambie jambo moja rafiki yangu. Acha kufuatilia mambo ya watu. Kama mambo yako yanakwenda sawa, haina haja ya kumwangalia yupi mzuri, yupi mbaya. Naomba uache mazoea na Bigi. Kwa sababu Bigi tayari ameshaingia mkumbo na Champo. Sawa, kama unavyosema. Lakini sisi ni vijana. Haina budi tukakaa na vijana wenzetu tukaanza kuzungumza juu ya hili. Kaka, achana nayo mambo. Tusiongelea hao watu. Sawa eh? Umepona? Tunashinda misibani, hatulali nyumba. Ili kuweza kuishinda hii vita, tunatakiwa tukipate chungu, na iko chungu anacho bibi yako. Ndani ya iko chungu kuna ilizi nyekundu. Sasa tukishavipata hivi vyote, mambo yanakuwa ni mzeni. Lakini yote kwa yote, bibi yako na Champo
hawaaminiani hata kidogo. Bibi yako ana chungu pamoja na ilizi nyekundu, na ilizi nyeusi anayo Champo. Sasa Champo na Bi Nyangemba, hawa watu wawili hawaaminiani. Sasa mimi nataka nikutume Kibonge mayai, kitukutuku mambo. Champo, ni kwa nini uliamua kunipa ilizi ambayo sio sahihi? Ulikuwa una maana gani? Unajua fika yule mwanamke nilikuwa nafukuzia kuanzia muda sana. Leo nimepata nafasi unanipa ilizi ambayo sio sahihi. Kweli? Labda nikuulize swali. Kibonge mayai, kitukutuku mambo. Wewe ilizi feki na ilizi harari ukiziona unazijua? Kwa nini unasema hivyo? Na ikiwa yeye mwenyewe ameikataa hiyo ilizi akasema hii sio ilizi yenyewe, ni ilizi feki. Ilizi ulionipa ndio ilizi niliyokurudishia. Kwa hiyo sihitaji tena kusikia swali la kipuuzi kama hilo unaloniuliza. uende kwa bibi yako ukaniletee kile chungu. Chungu? Mimi siwezi kurudi tena kwa bibi. Kwa nini usirudi kwa bibi yako? Bibi akilikuta kwenye hali ataniua. Kurukutanta mantetele. Mimi sio mjinga wala mpumbavu kukwambia wewe urudi kule pasipo kukupatia kinga. Mimi lazima nikupe kinga. Hata huyo bibi yako hataweza kukuona, na hata kama atakuona hawezi akakufanya kitu chochote kile kibaya. Sawa? Sawa mwenye mkuu. Niko tayari. Naenda kukichukua kile chungu. Sonia, wewe utabaki hapa mpaka Zubeda atakaporudi. Sawa, mimi nitamsubiri. Zubeda rafiki yangu. Kuwa makini na unakoenda. Maana safari yako ya nyuma ilikuwa ngumu sana. Lakini sasa hivi kidogo imekuwa afadhali. Hivyo kuwa naye makini bibi yako maana Wai. Kuwa makini. Champo, unanikosea sana ndugu yangu. Ilizi nilokupa mimi sio hile. Kwa nini lakini umenifanyia vile? Sara! Sitaki kushindana wala kubishana na wewe. Wewe ni paka mdogo sana. Na wakati mwingine ukiniuliza juu ya hiyo ilizi, nitakufundisha niko namna gani ilizi inafanya kazi kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo mimi utalishakuwa paka. Kweli nimeamini Chapo sio mtu mzuri. Leo mimi ni paka. Sawa. Tunashinda misibani, atulali nyumbani. Mjomba wako anakuja. Nenda kamsikilize maana hapa asija kufikiria vingine.
Nenda wapi? Yule ni nani? Ni rafiki yangu. Sawa. Sikukuitia hicho, kwa hiyo ni vyema tukaachana na hayo. Ambacho nimekuitia hapa sasa, wewe kifuani kwako una siri nzito sana ambayo unahisi si sahihi kuniambia mimi kama mjomba wako, lakini ushauri wangu kwako ni kwamba ingekuwa vyema sana hiyo siri aliyokuachia marehemu mama yako ungeniambia mimi. Huenda ingekusaidia kwenye kupata kinga na watu wote wangekuheshimu mjomba. Bibi. Bibi. Atakuwa ameenda hapa. Sasa chagua moja kati ya haya mawili, utoke na hicho chungu ili nikuue, na ubaki humo ndani nikugeuze msukule. Mjomba, ni wasiwasi wako tu. Mimi sina siri yoyote kifuani kwangu, na hata kama ningekuwa na siri ambayo ameniachia marehemu mama yangu, basi ningekwambia tu mjomba, kwa sababu huyo mama yangu mwenyewe kashafariki. Sasa nafichia nani? Basi sawa, wakati wowote ukijisi una chochote unahitaji kuniambia, basi usisite. Mimi kikubwa kilikuwa hicho, unaweza ukaendelea na mazungumzo yako. Bibi, usitaje bibi tu, taja hata jina langu la utoto. Ninachoongea na maanisha. Toka na hicho chungu nikuue, au ubaki humo ndani na hicho chungu nikugeuze msukule, hata mwanga wa jua wa nje usilione. Hata kama ukitaka kuniua, we niue tu. Mbona baba yangu umemfanya msukule, yupo chooni? Na baba mdogo Hansi pia unataka kumtoa kafara. Ni faida gani hasa utakayopata utakapoondoa kizazi chako chote? Nisubiri humo ndani. Mkono na 90% ya mjomba wangu kwamba sio mtu mzuri, kwa sababu kuna vitu ambavyo anavifanya mimi ambavyo sivielewi kabisa. Lakini kuna rafiki yangu ameniahidi kunisaidia, lakini cha kushangaza Mkono anaiba mchanga wa unyayo wangu. Sasa sijajua kama ana nia nzuri na mimi au vipi. Sio wewe tu, hata mimi mwenyewe pia nina wasiwasi naye, kwa sababu kuna wakati nikimwangalia, yaani namuona kabisa huyu mtu kama vile amechanganyikiwa. Okay, tuachane na hayo. Nani ambaye anataka kukusaidia wewe? Cha kushangaza ni dada yako Sonia. Yaani Sonia kusaidia wewe? Jamani, sasa Sonia na uchawi wapi na wapi? Haya, tuachane na hayo. Huyo Sonia lini kawa na majini mpaka aweze kukusaidia wewe? Sasa sikiliza. Yaani kiukweli hapa tulipokaa sio sehemu salama. Sio tu kutuona mjomba wako, anaweza pia akapita wifi yako pia akatuona hapo akaanza, Mkono yule nani? Mume kana muda mrefu afu mmeka pale chini ya mti. Kwa hiyo sasa wewe nenda na mimi niache niende. Sawa. Okay.
Mimi lengo langu sio baya kama unavyodhani. Mimi nia yangu kutaka kunusuru maisha ya sasa. Pili, nataka nivunje kabisa nguvu za kichawi nilizokuwa nazo. Na la tatu, huyo unayemwamini sio mwaminifu. Nimekuelewa la kwanza na la pili. Hili la tatu, naye muamini sio mwaminifu, ni nani huyo? Mwenye mkuu. Mwenye mkuu kwenye macho ya kawaida anajifanya yeye mganga na mtu ambaye anayesaidia watu. Kumbe yule ni mchawi wa wachawi. Yaani mchawi ambaye aliyeshindikana. Na kila chama yeye anapenda sana kuwa kiongozi. Na hata hicho chungu alichokutuma anataka aunganishe na nguvu zake za kichawi ili awe na nguvu zaidi kushinda hizo alizokuwa nazo. Sasa uchague moja. Ubaki ndani mchukule au nikuue. Maana yake wewe kilomolomo. Na kujua sana wewe kilomolomo hicho. Uwezi kabisa kukaa na jambo. Na mimi ndio nishaamua kukuweka wazi. Hapana bibi. Usiniue na wala usiniweke msukule. Mimi sitosema kabisa. Sitomwambia hata wewe mwenye mkuu. Tafadhali bibi. Sawa sawa. Sasa bado nina maongezi zaidi kupita haya. Chungu. Tunashinda misibani, hatulali nyumbani, kimeleta tafarani. Utuokoe Mungu, huku kwetu mashaka, usiku mpaka kweupe, kiwa muda vibweka. Mungu Baba ututete. Chungu, chungu, tunashinda misibani, chungu, hatulali nyumbani, chungu, kimeleta tafarani, chungu.